Kwenye malezi kuna kitu kimoja muhimu sana, tunakiita home training au mafunzo ya nyumbani. Ni msingi mmoja mkubwa na mzuri sana kwenye malezi na makuzi ya watoto wetu. Ni mafunzo, ni training kwa lugha nyingine, ambayo mtoto anayapata akiwa kwenye mazingira ya nyumbani, na mara nyingi anajifunza kupitia wazazi wake, walezi na watu wa nyumbani kwake, na niseme kwa ujumla mazingira tu, hata sometimes mpaka majirani wanaomzunguka wakati akiwa bado yuko nyumbani. Na home training huwa inaanza kwanza mtoto akiwa tumboni, niseme from the time umeconceive mpaka huko kuna kuendelea, lakini kwa muda wowote ambao mtoto wako atakuwepo nyumbani, haya mafunzo ni muhimu sana sana kuyapata. Yanajenga msingi mkubwa, yanaweka values za mtoto ya nini akiheshimu na nini asikiheshimu, nini ni cha muhimu na nini ambacho sio cha muhimu kwenye msingi wake. In a way, Biblia anavyosema mlee mtoto katika njia impasayo, maana yake hii njia inaanza kuonyeshwa kuanzia akiwa tumboni, anapozaliwa, let's say kabla hajaanza shule, na mpaka anavyokuwa anaenda shule anarudi nyumbani. Hayo mafunzo yanaendelea mdogo mdogo. Najua kuna challenge ya muda, especially kwa wazazi ambao sasa hivi tuko a bit busy, lakini wakati mwingine wala hayahitaji muda mrefu, dakika 2, 3, 5, 10 ambazo kila wakati unazipata na mtoto wako, usizichukulie poa. Hakikisha umeachilia kitu kizuri kwa ajili ya mtoto wako. Kwenye Biblia tunajifunza kuna watu kama Musa. Musa tunajua stori yake kidogo, kwa wale ambao wanasomaja Biblia. Mama yake alipata nafasi ya kumnyonyesha and then akaenda kuishi kwenye nyumba ya mfalme. Ule muda mdogo ambao mama yake alikaa naye akiwa anamnyonyesha, I'm sure kuna mafunzo alikuwa anaachilia kwa Musa ambayo alikuwa msingi mkubwa sana kwa ajili ya ule utumishi na ile calling ambayo Musa alikuwa nayo wakati anaendelea na maisha yake. Lakini mfano mwingine mzuri ambao tunaupata ni kwa habari ya Samuel. Mama yake anaitwa Hana, alimwomba Mungu, alikuwa tasa kwa habari ya mtoto, Mungu ampe mtoto wa kiume, na Mungu akampa Samuel, na alimpromise Mungu ya kwamba akipata huyu mtoto atamtumikia Mungu maisha yake yote. Kwa hiyo alivyomaliza tu kumnyonyesha, alimpeleka mtoto wake Samuel hekaluni, akaenda kukaa na Eli. Kwa hiyo kwa kipindi kile ambacho Hana alikaa na mtoto wake Samuel, kuna mafunzo ambayo aliachilia ambayo yalimsaidia kabisa, ninaamini, wakati Samuel yuko hekaluni na mpaka kuanza kazi yake ya kuwa nabii kwenye taifa la Israel, yalikuwa ni msingi mkubwa sana kwenye maisha yake yote ya Samuel. Na unaona, Samuel alikuwa anakaa na watoto wa Eli na watoto wa Eli walikuwa wamekengeuka, lakini Biblia nasema Samuel katikati ya watoto ambao alikuwa anakaa nao, lakini bado yeye aliendelea kubaki na utakatifu wake, aliendelea kubaki na tabia zake nzuri. Usidharau mafunzo madogo madogo ya kukanya, ya kuka kitu kipya, ya kuondoa kitu kwenye maisha ya mtoto wakati akiwa nyumbani, na wala hayachukui muda mwingi. Wakati mwingine pia wala hauongei. The way mtu ana observe mnavyofanya vitu vyenu, labda mnavyoombana msamaha, mnavyoombeana, ile conversation, mazungumzo ya nyumbani, lugha ya nyumbani huwa ikoje, watu wakipishana lugha wanasema vipi, watu wakifanyana vitu vizuri wanasemaje asante. Vidogo vidogo kama hivyo vina msingi mmoja mkubwa sana kwenye maisha ya mtoto wako wakati anavyoendelea kukua mpaka anapokuwa mzee na kuondoka nyumbani. Mungu awabariki sana.